Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Wenye Ulemavu, Dr. Jimmy James Yonazi ameongoza timu ya makatibu wakuu kutoka wizara mbalimbali za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kukagua maendeleo ya mradi wa mabasi yaendayo haraka BRT pamoja na kukagua mabasi mapya 100 yaliyoingizwa na kampuni ya UDART inayotoa huduma katika mradi wa BRT awamu ya kwanza. Akizungumza leo tarehe 27 mwezi wa pili mwaka 2026 katika ziara hiyo, Dr. Yonazi amesema kuwa lengo la serikali ni kuendelea kuwapatia wakazi wa jiji la Dar es Salaam usafiri bora wa haraka na salama ili kurahisisha maendeleo ya kiuchumi sambamba na kurahisisha maisha kwa ujumla. Na ni nia ya serikali kuhakikisha kwamba usafiri wa Dar es Salaam unakuwa bora, unakuwa wa haraka, lakini unakuwa wa raha kwa wananchi wa Dar es Salaam. Na hiyo ndio mkakati wa serikali ambao umefanya. Tayari kampuni zimeshaleta mabasi. Moffat wameleta mabasi 200 yako hapa, lakini mabasi vile UDART 100 tayari yapo nchini, na mabasi mengine ya kampuni nyingine Transda yako njiani kuja Dar es Salaam. Lakini vile vile tumewekeza katika mifumo ya tehama kwamba mwananchi atakuwa anaweza kufika na kadi yake katika geti la kuingia katika kituo, au wakati wa kutoka anabandika kadi yake, na hivyo tayari anakuwa ameshalipia nauli ya kuingia katika basi. Uendeshaji wa usafiri katika miji mikubwa kama hii inawekewa utaratibu, na nimesema hapo awali kwamba serikali inashirikiana na sekta binafsi. Sekta binafsi ni pamoja na hata hawa ambao wanamiliki daladala. Kwa hiyo watapangia utaratibu mzuri tu wa namna ambavyo watashiriki katika kuhakikisha kwamba usafiri wa Dar es Salaam unakuwa mzuri. Tunajua serikali inafahamu kwamba hata kwa kuwa na daladala tayari tumeshatengeneza ajira. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa hivi ni namna ambavyo daladala zitapangwa vizuri ili na zenyewe ziweze kushiriki katika kutoa huduma jijini Dar es Salaam. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa wakala wa mabasi yaendayo haraka Bwana Saidi Tunda ameeleza kuwa hivi karibuni wanatarajia kupokea mabasi mapya ya kampuni ya Emirates. Pindi mabasi hayo yatakapokuja, wanatarajia kutoa huduma kwenye mradi wa DART awamu ya kwanza, huku mtoa huduma wa hivi sasa katika njia hiyo kampuni ya UDART itahamia katika mradi wa awamu ya 3 inayoelekea Gongo la Mboto. Lakini kikubwa sana ambacho niseme soft pedaling kwanza kwa Gongo la Mboto ni phase ya pili ambayo ni depo. Depo kwa kweli ndo roho ya hii. Bila depo kwa kweli mabasi yatachukua muda mfupi, yatachakaa huduma, maka yatakiwa yatoke nje ya mfumo kwenda kutia labda gesi ama fuel, kusafishwa, kuwa inspected and so on. Kwa hiyo depo hasa ndio ambayo inachelewa, na yenyewe pia inajengwa pia kwa na hao ambao wako instrumented kujengwa, ila lengo ni kuharakisha mapema iwezekanavyo, kwa sababu sote tunafahamu hawa wenzetu wa UDART ndio watakao kwenda kutoa huduma pia kule, lakini kwa mabasi ambayo sote tumeyaona yale sasa, na huku kwenye ambapo UDART anafanya shughuli zake kuna mwenye barabara yake anakuja. Kwa hiyo yani unaona huo msukumo, nikasema sitaji tarehe, lakini huyu huko anatakiwa kuja soon. Sasa ili aweze kufanya kazi yake, na maana huyu aliyekuwepo inabidi amove, anakwenda wapi? Inabidi aende kule.